Sikiza, kiwanda tutafungua kiwanda, ndio niko hapa. Lakini kiwanda kitafunguliwa na unajua ni pesa ya watu wale walipa kodi ndio tutatumia ili muweze kufunguliwa kiwanda. Na kiwanda tukifungua, hatutaki kufungua kiwanda alafu amshalishi korosho. So kama korosho inataka uajiri watu ununue mbegu na wewe uwezi qualify hata shilingi 2,000 ya kununua mbegu sababu umeiba 500 ukatoroka, tutaweza kujalisha chakula namna gani? Amana. Tuelewane sasa, tubadilishe mienendo yetu, si ndio? Tubadilishe mienendo yetu. Wale hawawezi kulima, tafungua kiwanda, wakina mama wapewe kazi. Wale wamesoma, kiwanda kifunguliwa wapate kazi ya wale wataalamu wanatakana, si ndio? Na wale wengine pia wanapenda ukulima kama mimi, na wale wengine wachukue pesa waende waajiri watu kwa mashamba yao, tutalishe korosho za kutosha, ng'ombe za kutosha, alafu tuendelee pia hata kufungua kiwanda ya maziwa. Toshi. Lakini immediately wale watu washakubali kuuza, wacha tukae chini. Waziri, nikwambie huu mtambo wa korosho ndio ulikuwa roho ya hapa Kilifi. Na hii pwani yote huu mtambo wa korosho. Na wale walioanzisha huu mtambo wa korosho wakati mwaka wa 75 pale, ilikuwa ukiuza korosho shilingi moja itaenda kwa share, na pia ilikuwa hiyo, na shilingi nyingine ilikuwa inaingia katika mfuko wa kusomesha watoto wa sisi tungekuwa tuko na huu mtambo wa korosho, tungekuwa tutafute basari. Kwa kuna mara basari sema mambo ya karo, kwa sababu huu mtambo umefika zaidi ya watu 6,000 walikuwa wanaishi hapa. Lakini ile dhuluma tulifanyiwa wakati wa serikali ya Moi, Mungu mwenyewe atalipa. Mungu mwenyewe anafanya nini? Wakati wa Moi walitudhulumu, wakakuja hapa wakasema ati privatization, wakati ule privatization inaanza, wakachukua huu mtambo wakaweka kwa privatization program, lakini wakachukua shares za serikali wakapatia watu. Leo mtawataja wanaitwa kina Joshua Kule, wakapewa shares zile za serikali bila kulipa hata shilingi moja. Halafu wakakoroga wale board members, watu wetu hapa, wakachukua zile shares za wakulima pia, wakazichukua wakazibadilisha, wakazifanya ni zao, wakasema farmers hapa hawana shares tena. Ndio nasikia huyu mama amesema kuhusu share 35%. Sasa huu mtambo umeenda na vitu mara mbili. Umeenda mtambo na ardhi ya watu wa hapa, pili imeenda na shares za wananchi, ambao ile shilingi walikuwa wanaweka, hiyo pesa yao ikachukuliwa ikaenda na mtambo ukafanyini ukaenda. Na hawa watu walikuwa ni watu wadhulumu sana. Mwishowe wakakuja wakachukua hizi mashine zote zilikuwa hapa, wakapeleka kule Kwale ama Tanzania, walikuwa na mtambo mwingine. Tukapoteza mtambo, shares na mashine zetu hapa zikaenda mazingira gofu hapa. Sasa ile mimi katika uongozi wangu huu, kitu ambacho ningetaka nifanye, hata kama sitafanya chochote mimi ya mbaya, lakini nataka siku moja huu mtambo wa korosho urudi kwa mikono ya wananchi. Wananchi wenyewe makiamba manakuza malale haha maendeze malalu mtambo. Waziri, mimi siongei maneno peke yake, mimi pia nafanya vitendo. Katika budget ya mwaka huu ya kitaifa, mwaka huu, mimi kwa sababu ni kiongozi pale bunge, niliweka pesa ya huu mtambo milioni 35 ya kufufua kilimo cha korosho hapa Kilifi. Hiyo pesa iko kwa budget na iko kwa wizara yako. Na pia nikaweka milioni 65 ya mambo ya nazi. Hiyo pesa ni milioni 97 iko katika budget ya mwaka huu, milioni 97 na iko na wewe najua umeiona iko hapo pesa. Ukiona hii pesa, ukiuliza hii pesa ni ya nini, nitakwambia leo kwa sababu gani niliweka hiyo pesa. Niliweka hiyo pesa kwa sababu tukiweka hiyo 97 tunaweza wapatia hawa down payment wahame hata kesho hapa. Maana pesa
Sasa mimi pia nimewaandikia barua hawa watu, nimewaandikia barua kuambia kwamba mimi niko tayari na serikali kuwanunua, to buy them out of this factory. Mimi nimewaandikia barua, nangojea maneno yao. Si mimi nimeandika barua ambayo nataka majibu. Sasa mimi nataka niwaambie nikiwa hapa Kilifi kwamba mimi nangojea majibu yao na walete kwa haraka. Ama si hata rais alikuja hapa tukiwa naye pale Weta, alisema atakufua mtambo. Ruto alisema hivyo akiwa pale uwanja wa Weta. Alisema hata yeye atafikisha mtambo umerudi kwa wananchi na umefufuliwa na viwanda vimepatikana hapa. Kazi kwako waziri. Wanalipa mshahara wa bilioni 3.5 miaka hizo miaka 80. Sasa ukiangalia kiwango hicho ni kiwango ambacho katika mwezi mmoja kuna zaidi ya milioni 14 zimeingia katika mifuko ya watu wa Kilifi. Kiwanda hiki kilikuwa ni mali ya wakulima, ilikuwa ni biashara ya uwekezaji partnership pamoja na serikali. Wakulima wakawa na 35% na serikali ikawa na 65% katika biashara ya huu mtambo. Sasa baadaye serikali ilipoamua kujitoa katika biashara hii, wakulima wakajitolea kununua hisa za serikali. Lakini hilo jambo hilo likatatizo pale fulani, na wakulima walienda katika mazungumzo katika bunge tarehe 1 mwezi wa 4 1999. Wakulima viongozi wao walienda katika bunge na jambo hilo likazungumzwa kwa kirefu sana, mpaka kamati ya bunge ikaamua kwamba mtambo urudi kwa wakulima. Kama kile ya bunge ni Public Investment Committee. Hilo swala likapelekwa katika bunge kuu, bunge lenyewe, the main parliament. Tarehe 8 na tarehe 9 Disemba mwaka 1999 bunge likazimia kwamba uamuzi wa Public Investment Committee utekelezwe. Lakini hilo jambo halikutekelezwa, likaachwa vile vile kando. Mwaka 2007 tarehe 16 mwezi wa 6 Select Committee nyakati hizo ikiongozwa na Mheshimiwa Joe Hamisi ukaja kuhoji wakulima pale Whiteside Hotel, pale Side Hotel. Kamati ile kama ya kwamba mtambo urudi kwa wakulima kama ilivyopitishwa katika kikao cha bunge 29 Disemba. Hilo vile vile halikufanyika. Mwaka juzi kukaja kamati nyingine ya bunge tukakana pale ile baada pale la mkutano ikazungumzwa na kamati ile uzuri ilitoa ripoti yake, na kamati ile ikasema kwamba kile kiwanda ama huu mtambo urudi kwa wakulima wa Kilifi. Tunatumaini kwamba ujeo ama kufika kwa waziri pale hapa bila shaka na kuendelea hadi tamati. Tunaomba uwepo wako uwe katikati yetu, kufanikisha. Karibu tafadhali, maombi mafupi basi ambayo yuko Kilifi North Sub County, Kilifi County. Karibu sana, jisikie elewa na waziri wetu wa kilimo. Na kabla ya kuingia kwa program kutembea kijijini mwetu.
ni historia ambayo ilitoka India hii. Haishikwi na Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Lazima tumueleze maneno moja mbili. Na sana natembea kidogo. Hai tuone factory. Kwani kilomita kwani kilomita